sikumponya na mimi sikumpa mtoto. Mungu ndiye alimponya na Mungu akampa mtoto. Naona mwingine anayejulikana akiwa anasema amekata tamaa kwa kuzaa, na amesema huenda ni mapenzi ya Mungu, huenda anijui, lakini mimi nimemuona kwa YouTube. Huenda ni mtakatifu, huenda si mtakatifu. Leo ninapoomba Mfalme, naomba kiukweli kwa wakati huu, hata mkiniambia kwamba eti mnani wish all the best kwenye kupata, nimeshafika 35 sasa hivi, sitegemei kwamba nitashika mimba tena. Yani as in, kiukweli kabisa ni my road to wanting a baby pia imesha au hata ile hamu. Unajua mtu kikihamu sana kitu, imefika point give up. Uliyesababisha Elisha akasababisha mwanamke aliyetasa miaka yote mzee na bwanake ni mzee akabarikiwa na mtoto. Yule binti abarikiwe na mtoto, na sio yeye peke yake. Yeyote ambaye amekubali kuungana nami katika maombi haya, mpe kile ambacho amesubiri miaka mingi sana sana. Baba, kuna jambo ambalo kwa hapa nyumbani limekuwa ni kubwa. Kwa kuwa mimi nimekuwa nikifuatilia kile ambacho nakifanya Mavueni na kinanibariki sana. Kuna wakati fulani ulizungumza tu, watu wakaichukulia tu ni kama unaongea kwa habari ya dada yetu hapa nyumbani, Wema Sepetu, na ulisema huyu binti amekata tamaa na haamini kama Mungu anaweza kufanya. Uliguswa na ukamwombea. Ninaamini ulikuwa humjui kwa sababu uliona tumeli kwenye social media. Kama utamjua utatueleza nini hasa kilikusukuma baba kuambia kuzungumza kile kwamba huyu binti atapata mtoto, na ndivyo ambavyo imetokea. Nadhani hata yeye Wema hakufahamu. Nini hasa kilikusukuma baba katika hilo? Kwa sababu na hili nataka niilete kwa wale ambao wanatafuta mtoto kwa muda mrefu, wamehangaika. Huu mkutano kupitia Wema natamani wafike ila waweze kumwona Mungu ambaye anakutumia siku zote. Jambo hili tangu mwanzo sikutamani kulizungumzia. Ndio baba. Hata nikija huko msimamizi wangu mimi nilimwambia jambo hili sikutamani kulizungumzia. Ndio. Lakini umeniuliza swali ambalo ningetamani kujibu. Ndio baba. Kwamba nini ilikuvutia? Ndio. Kufanya maombi. Ndio. Mimi sijawahi muona Wema Sepetu. Ndio. Wala sikumjua sana mimi. Ndio. Hadi wakati nilikutana na hiyo clip kwa YouTube. Ndio. Na kile kilichonivutia ndio ni uwazi wake. Ndio. Alikuwa wazi akasema mimi nimetamani kuwa na mtoto. Lakini sasa nimefikisha miaka 35 na ndio nishajulishwa kwamba siwezi kuzaa. Alafu akasema nimekubaliana na mapenzi ya Mungu. Yes. Unajua kuna yule ambaye anaweza akamkashifu Mungu. Ndio. Kwa nini Mungu ameninyima? Mungu ni mbaya. Nimekosea mtu nini? Labda nimerogwa. Yeye akasema imenibidi nikubaliane na Mungu na nampenda Mungu kwa uamuzi wake. Jambo hilo lilivutia moyo wangu sana. Amen. Kando na changamoto alilokuwa anapitia, hakupata nafasi ya kumkashifu Mungu. Amen. Jambo hilo bado linaguza moyo wangu sana. So nikaona mtu mzuri, sijui kama hicho ni Kiswahili, mtu mzuri ndani yake ama utu uzuri ndani yake, kwamba kando na mabaya na machungu aliyokuwa anapitia, akamwambia Mungu na kushukuru. Na nilipokuwa nafanya maombi nisimjui kabisa, simjui, lakini nilivutwa sana na niite ni uungu wake. Mtu kukubali jinsi Mungu
alivyofanya hata kama ajui sababu ni gani. Yes. Na nadhani mimi sikumponya na mimi sikumpa mtoto. Mungu ndiye alimponya na Mungu akampa mtoto. Naomba urudie sentence tena baba. Mimi sikumponya. Ndio. Mimi sikumpa mtoto. Amen. Mungu ndiye aliyemponya na akampa mtoto. Hallelujah. Sababu nafikiri huenda sio mimi peke yangu nimewahi kumwombea. Huenda mimi peke yangu, huenda sio mimi peke yangu nimewahi kuguzwa na changamoto aliyokuwa anapitia. Yes. Lakini mtu akienda kusikiliza maneno yake utasikia kupenda jinsi alivyozungumza. Kwamba Mungu, mimi sina pingamizi. Kama ulipenda hivyo ni sawa. Sawa. Ijapokuwa inaniuma lakini lazima nikubaliane nayo. So nadhani Mungu kusikia maombi na kuona jinsi moyo wake ulivyokuwa. Ndio. Mungu akamponya na akampa mtoto. Sawa. Tufahamu ya kwamba kubarikiwa, Mungu kufungua mtu na kumponya mtu sio Ukristo. Ni imani. Ni imani. Maana kuna Wakristo wengi wasio na imani. Uponyaji sio Ukristo, ni imani ya mtu. Ndiposa yule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu aliamini. Yes. Wala hakuwa mmoja wa wafuasi wa Yesu Kristo. Kabisa. Yeye alisema nikiguza vazi lake. Amen. Lakini Petro alikuwa na Yesu na mama mkwe ni mgonjwa. Unaona? So Petro anasema tumekuguza tuko wengi. Kwa nini useme kuna mtu ameguza? Akasema kuna mtu mwingine ameniguza tofauti. So mtu aliye na imani anaweza kupata chochote kila anachotaka kwa Mungu. Kabisa. Lakini kuna hao Wakristo ambao wamezaliwa katika Ukristo lakini hawana imani. Ndio. Kwa hivyo mimi upande wangu nashukuru kwa kile ambacho Mungu amefanya kwake. Ndio. Sio kwangu. Amen. Amen. Alifanya kwa wema. Amen. Sio kwa Ezekiel. Na Amen. Ingetupasa sote tunaopenda mema tushukuru Mungu kwa kumtenda. Anayejulikana akiwa anasema amekata tamaa kwa kuzaa, na amesema huenda ni mapenzi ya Mungu, huenda anijui, lakini mimi nimemuona kwa YouTube. Huenda ni mtakatifu, huenda si mtakatifu. Leo ninapoomba Mfalme, naomba kiukweli kwa wakati huu, hata mkiniambia kwamba eti mnani wish all the best kwenye kupata, nimeshafika 35 sasa hivi, sitegemei kwamba nitashika mimba tena. Yani as in kiukweli kabisa ni my road to wanting a baby pia imesha au hata ile hamu, unajua mtu kikihamu sana kitu imefika point nimegive up. Uliyesababisha Elisha akasababisha mwanamke aliyetasa miaka yote mzee na bwanake ni mzee akabarikiwa na mtoto. Yule binti abarikiwe na mtoto, na sio yeye peke yake. Yeyote ambaye amekubali kuungana nami katika maombi haya, mpe kile ambacho amesubiri miaka mingi sana.